What's up tena? Leo tumetembelea maeneo ya Humanity. Waswahili wanasema college of ndaki ya jinsia na jamii sema sijaenda mbali ila huko ndaki ya jinsia na jamii. Tupo na maeneo ya wapi? Ya college of Humanity. Sasa leo bwana tuna vitu fulani viwili vitatu hivi. Toka tuongee na wanafunzi wa Humanity kuhusiana na neno Mswahili. Nini maana sahihi ya Mswahili? Mswahili ni nani? Mswahili anafanya nini? Mswahili kwa maana naelewa Mswahili ni mtu ambaye anatumia Kiswahili, lakini kwa maneno ya mtaani Mswahili ni kama ni yule mtu ambaye anapenda kutumia maneno ya kihuni, ambaye ana maneno mengi sana ya kihuni. Swahili kuna maana nyingine zaidi ya hiyo? Hamna maana nyingine. Mswahili ni mtu anaongea Kiswahili. Mtu anaongea Kiswahili. Wewe ndo Mswahili. Yaani hivyo tu. Bado sogea kwa dadangu hapa. Vipi hayo mimi? Poa. Mambo yanaenda. Mswahili ni nani? Mswahili naweza sema ni mtu anayekaa maeneo fulani hivi yenye ujuaji mwingi nini, maneno mengi, au naweza sema pia Mswahili ni mtu anayekaa maeneo ya Uswahilini, pwani kwa nini hivyo. Hapo watu wanaishi pwani wote ni Waswahili kule. Ndio maana asilimia kubwa wanaongea Kiswahili tofauti na sehemu zingine wanatumia na lugha zao. Mswahili kikawaida ni mtu ambaye amebobea kwenye upande wa kuongea lugha ya Kiswahili, na mara nyingi kumekuwa na dhana kwamba Mswahili ni mtu ambaye ni wale watu ambao wanatokea ukanda wa pwani, lakini kwa hivi sasa Kiswahili ni lugha ambayo inatumika karibia Tanzania nzima. Kwa hiyo Mswahili ni mtu ambaye amebobea na ana uwezo mkubwa wa kuongea Kiswahili kwenye maongezi yake ya asilimia kubwa, ndio anaitwa Mswahili. Sasa mbona kuna kitu fulani waga nakutana nacho mtaani, ukutana kwa mfano labda umeongea kitu au unaongea sana, unakwambia wewe Mswahili wewe. Maanisha nini? Mswahili kwa mantiki hiyo ni mtu ambaye mwenye maneno mengi, ni mtu ambaye anaongea sana, kwamba au kwa mimi maeneo ambayo nimekulia, Mswahili ni mtu ambaye ni mwongo kwa sisi ya maeneo ambayo tumekulia, lakini kwa dhana halisi ya Mswahili ni mtu ambaye amebobea kwenye kuongea lugha ya Kiswahili. Sasa kuna dhana hizo ndogo kwamba ni mtu ambaye labda ni mwongo au anaongea sana. Hizo ni dhana tu, lakini mantiki kubwa ya lugha ya Kiswahili na mantiki kubwa ya Mswahili ni mtu ambaye ni mzungumzaji mkubwa na amebobea kwenye lugha ya Kiswahili. Kozi gani mwaka ngapi? Mimi nasoma Bachelor of Arts in Journalism and Public Relations mwaka wa 2. Ama kwa Kiswahili sasa ni kozi ya uandishi wa habari na uhusiano wa umma. Ndio. Shukrani sana. Wewe na siku njema bwana. Utamaduni wa Mswahili si wa kawaida, ni nguzo ya historia, lugha, dini, sanaa na maisha ambayo yamejikita mzizi karne nyingi zilizopita. Kutoka Mombasa hadi Zanzibar, kutoka Lamu hadi Bagamoyo, upepo wa Kiswahili unavuma na kuleta harufu na uzuri wa urithi wa Kiafrika uliochanganywa na mataifa mbalimbali. Hili si lugha tu, bali ni moyo wa utamaduni huu. Ndicho chombo kinachounganisha watu kizazi hadi kizazi, na dini Uislamu imekuwa dira ya maisha ya Waswahili. Maadili, mavazi, hata majina yameathiriwa na imani hii. Tazama kanzo safi nyeupe, kofia za kisanaa, baibui na harufu ya pilau inayovishwa kwa nazi. Kipishi kinasimulia hadithi, mashairi ya Kiswahili, ngoma za pwani, taarabu yenye mahadhi laini, ni sanaa inayozungumza. Usisahau usanifu wa majumba ya mawe Zanzibar, milango ya kuchongwa na maandiko ya Kiarabu yanayopamba kuta. Heshima, utu, mshikamano. Waswahili wanaamini kuwa jamii hujengwa kwa tabia, si kwa maneno tu. Mila kama jando na unyago, ndoa za kimila na usiku wa harusi, vyote vina nafasi kubwa katika maisha yao. Unaokimbia kwa kasi, bado utamaduni huu unasimama kama mnara wa asili, ukikumbusha Afrika na uzuri wake. Asante kwa kuungana nasi. Endelea kuenzi Kiswahili, kwa sababu Kiswahili ni urithi, na urithi huu ni wetu sote. Asante.